Unasikiliza Mungu Kwanza Online Radio. Mwezi wa 6, mwezi wa habari njema. Nijali unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi, Bwana wangu, nipe moyo wa zaburi, Bwana wangu, niondole mashindano, Bwana wangu, niumbie moyo safi, Bwana wangu, nikutumikie siku zote, Bwana wangu. Nijalie unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi. Haleluya, haleluya, mtoto wa Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu Baba yetu wa mbinguni. Amekuwa mwema na mwaminifu kwenye maisha yetu. Mtoto wa Mungu, nikupe hongera sana kwa wewe kupata neema na kibali kwa Mungu kuingia katika mwezi wa 6. Hakika ni kwa neema ya Mungu. Hatuna chochote ambacho tumefanya Mungu akatupa neema hii. Ni upendeleo tu. Na wala sisi sio wema kuwazidi wale ambao hawajaweza kuingizwa katika mwezi huu wa 6. Lakini mimi na wewe tuna kila sababu ya kumwambia Mungu wetu asante. Nikukumbushe kwamba leo mkesha unaanza kwenye madhabahu ya Mungu Kwanza. Mkesha huu utaanza saa 4 kamili mpaka saa 8 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Na mkesha utaongozwa na mtumishi wa Mungu Oscar Cosmas. Usipange kulala, mtoto wa Mungu. Acha tumlingane Bwana, tupate maarifa ya kutusaidia kuendelea mbele na kuomba kwa Bwana ili tuipate njia iliyonyoka kutoka kwa Bwana. Acha tuende mbele za Mungu kwa moyo wa shukrani. Tumwambie Baba asante kutupa kibali na neema katika mwezi wa 6. Neema na kibali kusikia audio ya kwanza mchana wa leo katika mwezi wa 6. Tumwambie Baba asante. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, heshima, utukufu, sifa na adhama vyote ni vya kwako, maana wewe Bwana umestahili kupokea utukufu na heshima na sifa na adhama. Wewe ndiwe Mungu msaada wa karibu. Baba unayetujali watoto wako. Baba usiyetuacha, unayejua kututunza na kutulinda. Tunalibariki jina lako takatifu na kulitukuza, maana ni jina lilotukuka, ni jina lipitalo majina yote. Heshima zina wewe Bwana, tukufu una wewe Mungu wetu. Asante kwa kibali hiki ambacho umetupa watoto wako wa kike na wa kiume kuingia katika mwezi huu wa 6. Ni kwa neema tu Bwana. Hakuna jambo lolote tulilolifanya lililotufanya sisi kupata kibali hiki, kupata neema hii. Neema yako Mungu imetuchukua na imetuingiza katika mwezi huu, mwezi wa habari njema. Libarikiwe jina lako, lihimidiwe jina lako. Tunashuka na kunyenyekea mbele zako, mfalme mwema. Tunaomba toba na rehema, tutakase na utusafishe katika uovu na makosa yetu. Baba, futa kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikatunenee rehema, ikatunenee utakaso, ikatunenee neema katika mwezi huu wa 6. Katika siku hii ya leo tukauone utukufu wako, tukaone ukisema nasi, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini kuhudumiwa na wewe, mfalme mwema, na tumekushukuru Jehova. Amen, amen. Mtoto wa Mungu, karibu sana kwenye mwezi wa 6, mwezi wa habari njema. Ziko habari njema ambazo Bwana anataka aziachilie kwako. Mungu hatupi neno kwa bahati mbaya. Nasema analituma neno lake ili lituponye, na Mungu ameachilia neno lilobeba uponyaji katika mwezi huu wa 6, mwezi wa habari njema.
Mungu ametupa neno kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 61 mstari wa 1 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Ni neno lenye matumaini kwa watu ambao wamekosa matumaini. Ni neno linaloinua tena nafsi za watu ambazo hizo nafsi zimeinama, mioyo iliyovunjika vunjika. Ni neno ambalo limebeba kumganga mtu ambaye yuko kwenye hali ya kuvunjika vunjika. Anasema amekuja kuutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mtoto wa Mungu, habari hii ambayo tumeisoma kwenye kitabu hiki cha Isaya ni unabii uliotabiriwa na nabii Isaya miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa, kabla Yesu hajaja duniani kama mkombozi wa ulimwengu. Mungu anamtumia Isaya kutoa huu unabii juu ya kitakachokuja kutokea katika nyakati tulizo nazo, ya kwamba yuko mtu atakayezaliwa aliyebeba ukombozi wa mwanadamu, atakayeleta habari njema katika ulimwengu huu, atakayeganga waliovunjika moyo, atakayetangaza uhuru wa mateka, atakayetangaza kufunguliwa kwa waliofungwa. Unabii huu ulikuwa unamhusu Yesu miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. Na tunaona unabii huu unatimia kwenye kitabu cha Luka sura ya 4. Ukisoma kuanzia ule mstari wa 18 mpaka mstari wa 21, Yesu mwenyewe anaongea, anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta ni wahubiri maskini, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mstari wa 21 anasema, akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Anayatimiza maandiko yaliyonenwa na nabii Isaya miaka mingi iliyopita, ya kwamba yeye ndiye amekuja kuyatimiza. Kwa hiyo huu ni unabii uliotimilika, mtoto wa Mungu. Hatupo tu ndani ya unabii uliobeba ahadi, ni ya unabii wenye ahadi iliyotimilika. Yesu anaitimiza pale msalabani, kuacha huru waliotekwa, waliofungwa wanafunguliwa tena kupitia damu yake iliyomwagika msalabani, waliovunjika moyo wanagangwa tena. Leo damu ya Yesu ina nguvu ya kuwafungua waliofungwa. Sisi tuliokuwa tunaishi katika vifungo, tuliokuwa tumetekwa na mwovu ibilisi, mauti ya Yesu msalabani inakuja kutimiza huu unabii, ya kwamba waliofungwa hawataishi tena katika hivyo vifungo, badala yake wanafunguliwa. Wewe ni shahidi wa maisha yako, mtoto wa Mungu. Kazi ya Yesu msalabani, namna imefanya uhuru kwenye maisha yako, na mahali iliko kutoa, mahali ambapo hakuna nguvu yoyote ingeweza kukutoa huko. Na neno hili linatimia kwetu katika mwezi huu wa 6, mwezi wa habari njema. Haijalishi vifungo ulivyofungwa, mtoto wa Mungu, tuko kwenye unabii uliotimilika ambao Yesu alishautimiza pale msalabani. Hata kama kuna vifungo ambavyo bado unaona vimefunga maisha yako, hatua zako zimefungwa, uchumi wako umefungwa, kuna mambo ambayo unaona hayasogei, neno hili ambalo Mungu amelituma kwetu limebeba kumfungua mtu mahali amefungwa, limebeba kumtoa mtu kwenye umateka. Sijui umetekwa kwenye eneo gani, vitu vyako vimetekwa wapi, ila mimi ninachojua, ili neno Yesu alishalitimiza msalabani, na anawatangazia kwenye kitabu cha Luka ya kwamba neno hili limetimia leo. Amelitimiza, alishakamilisha hii kazi, ilishakamilika. Ni mimi na wewe kukubali na kupata ufahamu ya kwamba damu ya Yesu msalabani ina nguvu ya kutufungua na kila aina ya kifungo ambacho adui ametufunga. Sijui uko kwenye kifungo gani, lakini nataka nikwambie, hakuna kifungo kinachoweza kusimama tena madamu Yesu alishakuja kutimiza huu nabii. Hakuna moyo uliovunjika ambao hautaweza kugangwa tena. Na mchana wa leo, mtoto wa Mungu, Yesu yuko tayari kuganga moyo wako uliovunjika, kukufungua kutoka kwenye kifungo
ama vifungo ambavyo vimefunga maisha yako. Mchana wa leo tutaenda mbele za Mungu na tutaanza na toba. Tumwambie Mungu turehemu, tusamehe. Tunaiamini damu yako kuachilia uhuru wetu na kutufungua kutoka kwenye vifungo. Mtoto wa Mungu, nifatishe maombi haya. Sema: Bwana Yesu, niko mbele zako. Ninakushukuru umesema nami mchana wa leo. Asante Bwana, umelituma neno lako lipate kuniponya, lipate kunifungua. Ninaomba toba juu ya kila uovu na dhambi na makosa niliyofanya mimi, waliofanya baba zangu, ikasababisha kufungwa kwa maisha yangu. Ninaomba toba Bwana, nisamehe Bwana, na achilia damu ya Yesu ifute dhambi na makosa yangu, iondoe uovu wangu. Nistahili tena mbele zako kupitia damu yako ya thamani. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante kwa kunisamehe na kunikubali, katika jina la Yesu, amen. Acha tuombe. Mtoto wa Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Mungu mwema, Mungu mwaminifu, tunakushukuru umesema nasi mchana wa leo Bwana, na umeliachilia neno hili ili liachilia kufunguliwa kwetu, lipate kutuponya, litutoe kwenye maangamizo, litutoe mahali ambapo tumetekwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ninamsogeza mtoto wako huyu wa kike na wa kiume katika jambo lolote ambalo Bwana amefungwa, iwe ni kwa habari ya afya, iwe ni kwa habari ya uchumi, iwe ni kwa habari ya ndoa, katika jina la Yesu. Malango yake yaliyofungwa, na inua damu ya Yesu, damu ya msalaba. Kazi ya msalaba Bwana ilikuwa kumfungua mtoto wako huyu na kumtoa mahali ambapo adui alifunga maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kufunguliwa kwako, kufunguliwa kwako kwa habari ya afya yako. Afya yako iliyofungwa inafunguliwa sasa. Magonjwa yaliyofanyika teso kwenye maisha yako yanakuachia. Huo umaskini unakuachia. Yesu alifanyika maskini ili kifungo hicho cha umaskini kikuachie, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila mlango uliofungwa kwenye maisha yako unafunguliwa, unafunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo. Yesu amekuja kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Huu ndio mwaka uliokubaliwa. Haya ndio majira ambayo Mungu ameyakubali kwa wewe kufunguliwa, katika jina la Yesu. Kwa wewe kuwekwa huru, kwa wewe kugangwa moyo, kwa jina la Yesu. Nafsi iliyoinama na itangazia uhuru na kuinuka tena, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninakubariki. Baba, ninakutukuza. Baba, ninakuamini ya kwamba umefanya. Imekuwa na tumepokea kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Tumeomba, tumepokea na tunakushukuru. Amen, amen. Mtoto wa Mungu, amini ya kwamba Mungu amefanya, na kila kilichokuwa kimefunga maisha yako Mungu ameachilia kufunguliwa. Nikukumbushe kuendelea kusoma neno la Mungu. Jaza neno la Mungu ndani yako. Sikiliza neno la Mungu la watumishi ambao wanaiongea kweli ya Mungu, kwa sababu kwa kadri unavyojaza neno la Mungu ndani yako ndivyo ambavyo uhuru wako unaendelea kutokea, kwa sababu neno la Mungu linasema mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Kweli ni neno la Mungu linaloweza kukuweka huru, mtoto wa Mungu. Endelea kufuatilia vipindi katika redio yako pendwa ya Mungu Kwanza Online. Maombi ya kila saa kamili yanaendelea, yakiongozwa na watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu George Uvambe, mtumishi wa Mungu Justina Kingsley na mtumishi wa Mungu Asteria Vincent. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Asteria Vincent kwenye madhabahu ya Mungu Kwanza, chini ya mtumishi wa Mungu na mbeba maono Eric Brighton. Umebarikiwa. Kumbuka wewe ni baraka. Amen, amen. Ikiwa ni mara yako ya kwanza na ungependa kushiriki na ama kuwa ni miongoni mwa wale ambao wako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, uwepo kwenye madhabahu ya WhatsApp, kwenye group lolote la WhatsApp, ushauri ni kwamba kabla ya kuomba, nenda mbele za Mungu, umuombe Mungu. Nenda mbele za Mungu, omba. Haijalishi ni muda gani utaomba, ni wiki, ni mwezi, haijalishi ni mwaka utaomba. Nenda mbele za Mungu, muulize kama hii ni madhabahu ambayo inamtumikia Mungu katika roho na kweli, kama hapa ni mahali sahihi pa wewe kujumuika. Kwa nini nasema hivyo? Ninakushauri hivyo kwa sababu ninakupenda. Usikubali kujiunga kwenye madhabahu hii au madhabahu
madhabahu yoyote bila kumshirikisha Mungu. Usimuulize mtu yoyote, muulize Mungu, je, hapa ni mahali sahihi ama la? Akikwambia hapa ni mahali sahihi, elekeza moyo wako na nafsi yako kujiungamanisha, maana hazina yako itakuwa mahali hapa. Maana ndivyo neno la Mungu linasema, mahali roho yako ilipo ndipo na hazina yako ilipo. Lakini pia kama utaelekeza moyo wako mahali hapa, kwa maana unataka kujiunga, tuma ujumbe mfupi kwa njia ya WhatsApp. Sema naomba kujiunga, tuma kwenye namba 0683095434. Na akikwambia hapa sio mahali sahihi, mpendwa, jifunze kutii. Usilazimishe nafsi yako kukaa mahali ambapo umeambiwa sio, maana hapata kuwa na baraka kabisa katika maisha yako. Haitakuwa ni madhabahu itakayoleta matokeo kwenye maisha yako. Badala yake, nenda kule atakapokuelekeza, tena kwa unyenyekevu. Nenda, elekea huko atakapokuelekeza. Kwa nini? Kwa sababu baraka zako amezielekeza sehemu hiyo alikokuelekeza. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Naitwa Eric Brighton kutoka Jali unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi, Bwana wangu, nipe moyo wa zaburi, Bwana wangu, niondole mashindano, Bwana wangu, niumbie moyo safi, Bwana wangu, nikutumikie siku zote, Bwana wangu. Nijalie unyenyekevu, Bwana wangu, niondole kiburi, Bwana wangu, nipe moyo wa zaburi, Bwana wangu, niondole mashindano, Bwana wangu, niumbie moyo safi, Bwana wangu, nikutumikie siku zote, Bwana wangu. Sina cha kujivunia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujisifia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kuwaonyesha ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujivunia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kujisifia ila neema yako, neema yako yanitosha. Sina cha kuwaonyesha ila neema yako, neema yako yanitosha. Mungu Kwanza Online Radio.